Hivi ukimfariji mtu aliye na lahana ndani yake ni kama kujiunganisha na ile familia, hata wewe ile lahana itakudhuru. Praise the Lord. So inatupasa kufanya nini? Yule mtu je, ya kumsaidia tu, kumsaidia kutii Mungu. Maana baada ya kutii sheria za Mungu ndipo Yesu anatuambia katika maandiko, atakayefanya haya ninayomwambia atafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake katika msingi ulio bora, hata mvua ukanyesha haikutingishwa. Sababu kama maisha, maana tuseme ile kitu katika damu, hakuna njia nyingine ya kuepuka. Maana unapoendelea kutamani, maana pia tamaa zingine zinatumika katika laana. Unakuta wewe utosheki au mtambui yule ambaye ameamua kukaa na wewe, wanawake wote unaona wanafaa. Pia njia moja ya adui kuangamisha mpaka ujue kutuliza tamaa zako. Na ndio sababu Yesu akaambia wanafunzi wake, hakuna mtu atasamani mwanamke na kumtamani, huyo tayari amesha kusini naye. Kama iko hivyo, je, wale unaowatamani kwa siku ni wangapi? Lazima tujifundishe kujua kiasi ya Mungu ili tutoke katika ukawaida wa dunia, tupokee roho wa Mungu, atufundishe kuvunja laana, kuvunja limitation. Sababu nimeona familia nyingi waliokuwa na laana, lakini mtu akatokea katika ile familia, akajua kuomba Mungu, akajua jinsi ya kutunza agano lako na Mungu, akajua vipi kufunga, maana ya kumtii Mungu ni nini. Baadaye Mungu anatuma roho wake. Unakuta yule kijana amepewa upenyo, amepandilishiwa historia ya maisha. Anaweza asiwe pastor, anaweza asiwe mtume, anaweza asiwe mtu yote, lakini katika maisha Mungu anaachilia neema ya kumzalisha na kumtenganisha na maagano ya kifamilia. So tunaweza tukasema mara nyingi kwa pastor unasema, apostle unasema eti ukimsaidia mtu aliyelaaniwa eti laana inaweza ikajiunganisha na wewe. Acha nikwambie, unapomfurahisha mtumishi wa Mungu, uanga umejiunganisha na baraka ambazo zinatoka kwa Mungu, maana katika yeye Mungu yupo. Sasa Mungu amefurahia ndani yake kwa ajili yako. So mara nyingine unapoendea mtu aliye